maisha bwana. Usipokuwa makini unaweza ukajikuta wewe ndio unakuwa na tabia mara mbili ya ile tabia ambayo unaichukia, weza kutoka kwa babako au kwa mamako. Yaani kuna tabia ambayo unajikuta wewe mwenyewe binafsi inakuwa inakukwaza, hauipendi. Lakini usipokuwa makini my dear, unaweza kujikuta wewe ndio ukaja kuwa mara mbili ya. Mfano mzuri tunaona kwenye hii series ya Polygamist. Simamona Menzi alivyoanza kuja kubadilika. Umeona kabisa babake alikuwa ni mtu wa wanawake, alikuwa ni mtu wa pombe. Lakini ukiangalia babake alikuwa ni mlevi. Alikuwa naye ni mtu wa mambo mengi. Manzi akawa anachukizwa na tabia ya babake. Mwisho wa siku yeye kiko wapi? Kwa ndugu yangu, uwe makini sana. Ukate mstari. Yaani hizo tabia ambazo unaona kabisa hazipendezi ziishie huko. Yaani uombe na Mwenyezi Mungu, uombe jina lako, uombe na kizazi chako. Ni vitu ambavyo tunaviona ni vya kawaida sana, lakini deep down wallahi tena, kama babako ni mtu wa kupiga, unaweza kusema mimi nikioa sitaka nipige mwanamke wangu. Lakini at the end of the time unakuja kukuta tu unasema mbona haya mambo yapo kwenye familia yetu vya kawaida. Unaweza kuwa unachukiza tabia ya babako, labda ni anapenda sana wanawake. Baadaye unakuja kwa mkuu unasema mbona hii tabia ya kawaida sana kwetu. Afu wanawake wenyewe bwana, huyu ananisumbua hivi wakati babangu ameoa wanawake sijui 7. Mtu anaenda tu kutafuta mwanamke mwingine. Same case hata kwa yule mwanamke, huyu ananisumbua nini? Wakati mamangu mwenyewe alikuwa anamkomesha babangu. Kwa hiyo nimetakiwa kuwa makini. Nimechukulia mifano tu hiyo michache, lakini wengi mnazijua familia zenu mlizotoka. Lakini so my dear, unatakiwa kuwa makini sana. Usije kawa wewe ndio mara mbili ya au mara 3 ya.